Nakumbuka siku moja nilimnunulia baba yangu simu kubwa ya 360. Nilipompelekea akapokea kwa furaha sana, kisha akasema, "Mwanangu, umewaza vema sana kunipa zawadi hii kubwa. Lakini pia na mimi nina ombi kwako, naomba unipeleke mahali uliponunua simu." Du, nilishtuka. Baba anataka kafanye nini? Nikamuuliza, "Mbona hivyo mzee?" Akasema, "Si kwa ubaya, naomba unipeleke." Nikamwambia basi twende. Basi tukatembea kiguu na njia mpaka mjini, sehemu niliponunua simu. Nikamwambia, "Mzee, ndio hapa." Akasema sawa. Basi mzee akawa anaongea na muuzaji. "Kijana, habari?" Muuzaji akamjibu, "Salama tu mzee, shikamoo." "Marhaba kijana wangu." Nilimwagiza huyu kijana aje anunue simu kwako, lakini alichokosea ni kwamba kanunua simu ambayo siwezi kuitumia kwa sababu umri wangu ni mgumu sana kumeneji mambo haya. Muuzaji, "Mzee, kwa hiyo tunafanyaje? Maana tayari nishauza na nimeshakata na risiti." Baba alichojibu ni kwamba, "Sipo mbali sana na wewe. Naomba uniangalizie simu ndogo, yaani maarufu kama kiswaswadu, yenye thamani ya 40,000. Kisha ukate pesa ya risiti ambayo ni shilingi 10,000. Na baada ya yote unirudishie hiyo 310,000. Unaonaje mwanangu ukifanya hivyo?" Muuzaji akajibu, "Hakuna shida." Kijana akafanya kama mzee alivyokuwa ameagiza. Tukaanza kurudi nyumbani. Tulipofika home, mzee alinikabidhi 310,000. Kisha akasema, "Mwanangu, asante sana kwa kuiona thamani yangu. Ni watoto wachache wenye kumbukumbu kwa wazazi wao wa kiume. Sawa, nimefanya hivyo kwa sababu najua mwanangu, mbeleni una mapambano makubwa ya kimajukumu yanayokusubiri. Nenda kaongeze kwenye biashara yako hii pesa, ili mtaji wako ukue na siku moja uweze kuimudu familia yako na sisi pia. Maana uzee ndio huo mwanetu, wewe ndio mlezi wetu wa kesho." Sasa nijikuta machozi yananitoka sana. Huwezi amini, pesa ile baada ya kuichanganya kwenye mtaji wangu, mpaka leo hii hapa naongea, Mungu kanijalia kwa miaka 12 ndo zimezaliwa nyumba 3, shamba za parachichi hekta 200 na mifugo ya kutosha. Nyumba 2 zimejenga kwa mzee wangu, moja nimejenga kwangu, pia biashara ipo moto sana. Asante baba yangu kwa ushauri wako, umenileta kwenye mafanikio makubwa. Natumai umejifunza katika mkasa huu. Naomba uishi kwa kufuata malengo yako. Uishi kwa kufuata nini unataka. Usiishi kwa kufuata watu wanataka ufanye nini. Na pia usiishi kwa kuwafurahisha watu wengine, kwa sababu maisha yako ni yako na si ya mtu mwingine. Ukimwacha mtu mwingine aendeshe maisha yako, atayafanya atakavyo. Yaani ni kama vile anavyogeuza chapati, kushoto kulia, kushoto kulia, mwisho wa siku akakuacha. Ishi kwa imani, ishi kwa matumaini, pasina kuwasahau wale waliokulea, pasina kuwasahau wale waliokufanya ukafika hapa ulipo. Na hayo ndo maisha. Asanteni.